Bismillahirrahmanirrahim. Leo katika halqa yetu ya 7 tutazungumzia kuhusu mmoja katika watu wenye udhuru wa kufunga mwezi wa Ramadhan ambaye ni msafiri. Msafiri ni mmoja katika watu ambao wameruhusiwa na sheria dini ya Kiislamu kula mchana wa Ramadhan, lakini huenda baadhi ya watu wakawa hawajui ni msafiri wa aina gani ambaye anaruhusiwa katika sheria ya Kiislamu kula mchana wa Ramadhan kwa sababu ya safari yake. Ukisoma kitabu Majalisu Shahri Ramadhan cha al-Allamatu Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, amebainisha msafiri ambaye anaruhusiwa kula mchana wa Ramadhan. Utafungua mpaka katika majlisi ya 7, ameandika al-majlisu as-sabi', majlisi ya 7 akaandika fal-qismu as-sadisu al-musafir. Kigawanyo cha 6 ni kuhusu msafiri. Al-musafiru idha lam yaqsud bi safarihi at-tahayyul ala al-fitr, msafiri atakapokuwa hajakusudia katika safari yake kufanya hila juu ya kufungua, yani kutofunga, fa in qasada dhalika fal-fitru alayhi haramun, ikiwa atakusudia hilo, yani akasafiri kwa hila na njama ya kutaka kukwepa kufunga mwezi wa Ramadhan, falfitru alayhi haramun, huyu kula kwake itakuwa ni haramu. Hataruhusiwa kisheria kula mchana wa Ramadhan hata kama yupo kwenye safari, madamu safari yake ipo kwa ajili ya kukwepa saum. Wasiyamu wajibun alayhi hinaidhin, na kufunga kwake itakuwa ni lazima wakati huo, kufunga kwake itakuwa ni lazima wakati huo. Na mtu anaposafiri safari ya haramu vile vile anaingia katika hukumu hii. Miongoni mwa safari za haramu ni mtu anaposafiri kwenda kufanya maasi. Mfano, mtu ametoka Dar es Salaam mpaka Mwanza kumfuata mwanamke kwa ajili ya kufanya uchafu wa zina. Huyu kisheria haruhusiwi kula mchana wa Ramadhan, atafunga kama kawaida, na wala haruhusiwi kupunguza swala wala kukusanya, jambo ambalo linaruhusiwa kwa msafiri aliyesafiri safari ya halali. Kwa hiyo asikusudie kufanya hila. Fa idha lam yaqsid at-tahayyula, Sheikh anasema atakapokuwa hajakusudia kufanya hila, fa huwa mukhayyarun baina as-siyam wal fitr, si huyu anakhiarishwa na sheria baina ya kufunga na baina ya kula. Sawaun talat muddatu safarihi, sawasawa safari yake itakuwa ni ndefu, am qasrat, au itakuwa ni fupi. Wa sawaun kanat safaruhu ta'iran ligharadin, sawasawa safari hiyo itakuwa imezuka kwa ajili ya lengo fulani, au mustamirran, au ni safari endelevu, safari za mara kwa mara, kasaiqi ta'irat, kama vile marubani wa sayarati al-ujra, na madereva wa mabasi ya mikoani. Hawa safari zao ni endelevu, lakini sheria inawaruhusu kula mchana wa Ramadhan madamu watakuwa kwa safari. Liumumi qawlihi ta'ala, kwa ujumla na kuenea kauli yake Allah aliposema, wa man kana maridhan au ala safarin, na atakayekuwa mgonjwa au akawa safarini, fa'iddatu min ayamin ukhar, basi hesabu itachukuliwa ya kulipa katika masiku mengine. Yuridu Allahu bikum al-yusra, Allah anakutakieni wepesi, wala yuridu bikum al-usra, na wala hataki uzito juu yenu. Na vile vile imekuja katika hadithi ambayo ameitoa al-Imam Muslim kupitia hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri, Allah mridhie, anasema yarawna anna man wajada quwwatan fasama, walikuwa wanaona maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yule anayepata nguvu ya kufunga na akafunga akiwa safarini, fa inna dhalika hasanun, basi hilo jambo ni jema na zuri. Wa yarawna anna man wajada dha'fa, na walikuwa wanaona kwamba yule atakayepata udhaifu, fa afṭara, na akala mchana wa Ramadhan akiwa safarini, fa inna dhalika hasanun, pia walikuwa wanaona hilo ni bora na ni zuri na ni sawa. Kwa hiyo msafiri wa safari ya halali anakhiarishwa na sheria baina ya kufunga au kula. Akiamua kufunga, hiyo ni nzuri. Akiamua kwamba mimi sifungi, nitakuja kulipa baada ya Ramadhan, ikiwa na uwezo wa kufanya hivyo au nafasi ya kufanya hivyo, pia hiyo inaruhusiwa kisheria. Katika masala ambayo Sheikh ameyataja hapa, ambayo pia ni muhimu kuyafahamu, atakaposafiri mfungaji katikati ya mchana, umeamka asubuhi, huna lengo la safari, lakini ilipofika mida ya mchana hivi ukapata safari ya ghafla. Atakaposafiri msafiri katikati ya mchana, washaqqa alayhi ikmalu sawmihi, na ikampa uzito kukamilisha saum, jaza lahu alfitru, basi huyu ataruhusiwa kufuturu, yani kufungulia, idha kharaja min baladihi, atakapokuwa ametoka kwenye mji wake. Yani atakapokuwa ameanza safari, kama unaelekea Dodoma mathalan, umetoka Dar es Salaam uko maeneo Chalinze, kuanzia hapo unaweza kuruhusiwa kufungulia. Na kwa maana hiyo hataruhusiwa kufungulia akiwa hajaanza safari. Hata kupunguza swala pia inakuwa inaanza baada ya kuanza safari katika haki ya msafiri.
lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam swama wa swama an-nas ma'ahu, siku moja mtume alifunga na watu wakafunga pamoja naye, hatta balagha Qura' al-Ghamim, mpaka akafika sehemu moja inaitwa Qura' al-Ghamim. Falamma balaghahu anna an-nas qad shaqqa alaihim as-siyam, alipofikiwa na habari kwamba watu saumu imewapa uzito, aftara, mtume akafungulia, wa aftara an-nas ma'ahu, na watu wakafungulia pamoja naye. Masala nyingine katika masala ambazo Sheikh amezitaja hapa, wa idha qadima al-musafiru, na atakaporejea msafiri, ila baladihi, kwenye mji wake, umerudi sasa kutoka katika safari yako, fi nahari Ramadhan, katikati ya mchana wa Ramadhan, muftiran, hali ya kuwa alikuwa hajafunga, lam yasihha sawmuhu dhalika al-yawm, haitosihi funga yake ya siku hiyo. Yani amerudi hali ya kuwa hajafunga, lakini ameingia labda na nyakati za asubuhi saa moja au saa 12, yani baada ya kuwa imeingia alfajiri, huyu saumu ya siku hiyo haitokubalika, ataendelea kula mchana wa Ramadhan, atakuja kulipa siku hiyo baada ya Ramadhan. Kwa nini? Liannahu kana muftiran fi awwal an-nahar, kwa sababu yeye alikuwa amefungulia mwanzo wa mchana. Wa saumu alwajib la yasihu illa min tulu'i alfajri, na saumu au funga ya wajibu haikubaliki isipokuwa ile itakayoanza kutokea pale ilipochomoza alfajiri. Lakini je, atalazimika kujizuia kula kwa muda uliobakia? Katika masala hiyo wametofautiana wanawachuoni, na masala hii pia amehitaji Ibn Uthaymeen katika kitabu chake, unaweza karejea kwa faida zaidi. Lakini kauli yenye nguvu ni kwamba madam ana dharura hii ya kuwa hakuanza saumu mwanzo wa siku kwa sababu ya safari, basi hata kama atafika katikati ya mchana ataendelea kula mpaka itakapozama jua kwa siku hiyo, na hiyo siku atailipa baada ya Ramadhan. Leo tutaishia hapa. Mungu Allah subhanahu wa ta'ala atubariki katika mwezi huu wa Shaaban, atufikishe katika mwezi wa Ramadhan. Kuna baadhi ya watu wameniuliza kuhusu mawasiliano, kama wanahitaji kutuma maswali yao. Mathalan, ukiwa na haja ya kutuma maswali, tutumie kwa njia ya WhatsApp kwa namba zifuatazo: 0745000324. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.